Lesson 5. Uandishi wa insha ya barua ya kirafiki. Barua ya kutoa mwaliko. Kwanza kabisa, barua ya kirafiki huwa na anwani moja. Unapoandika barua ya aina hii, na ikumbukwe kuwa hatuweki sahihi mwishoni mwa barua. Kumbuka, anwani huandikwa kwa herufi kubwa. Haya ya kwanza huwa ni ya kutoa salamu pekee, na ili kupata alama nyingi, panga kazi yako kwenye vindokezo. Mfano, aya ya kwanza ni salamu tu. Aya ya pili, madhumuni au sababu au kusudi au lengo au nia ya kuandika barua. Aya ya 3 na 4 ni mwili wa barua. Kila paragrafu iwe na lines 5 au 6 na iwe na maneno 5 au 6 ili maneno yaweze kusomeka vizuri. Aya ya 5 ni hitimisho na huwa fupi, yaani mistari 2 au 3 tu. Mfano, unaweza tamatisha kwa namna hii: kwa kuwa naona kalamu inalilia wino, basi niruhusu nitie kitone kikuu. Inshallah, ni mimi wako akupendaye, Abunuwasi Mweusi. Huu ni mfano tu ambao nimekuwekea namna ya kuhitimisha barua yako. Kumbuka tunasoma barua ya kirafiki gredi ya 7 ambayo inaweza kuwa ya faida sana katika gredi ya 8, 9, 10, 11 na pia wanafunzi wa gredi ya 12. Ni vyema mkumbuke ya kwamba hii channel yetu tunaangazia masomo yote kuanzia gredi ya 4 hadi gredi ya 10 kwa sasa. Nimekuandalia mifano 3 mwafaka kabisa kuhusu barua ya kirafiki inayoandikwa kwa njia ya mwaliko. So tutaweza kwanza kuisoma ili nikuwekee maneno ama paragrafu pale kwenye screen au kiwambo chako ili uweze kuona vizuri. Kwa hivyo katika ile mifano 3 nimekuandalia. Mfano wa kwanza unaenda hivi: andikia barua rafiki yako ukimwalika kwenye sherehe ya harusi ya dada yako. Kwa hivyo barua ya kwanza ni ya kuhusu harusi. Unaandikia rafiki yako barua ya kirafiki ukimuomba ama ukimwalika katika harusi ya dada yako. Barua ya kirafiki, that is shughuli ya kwanza. Barua hii ya kirafiki lazima tuzingatie mtindo ambao nishakufunza hapo awali. Tunaanza na shule, kwa hivyo ni shule ya furaha, herufi kubwa. Sanduku la posta 100 hadi 00100 Nairobi. Then ruka mustari, andika tarehe ambazo uliandika ile barua, ambazo ni tarehe 21 mwezi wa Mei mwaka wa 2026. Kwa hivyo ningependa uweze kumkabidhi Jasmini kinasa sauti ili aweze kutusomea sehemu ambayo tushaandalia wanafunzi wetu. Jasmine, pick the mic please. Kwa rafiki mpendwa Batu, pokea salamu kutoka kwangu. Natumai ubuheri wa afya. Ni siku nyingi hatujazungumza. Ninajua kuwa shughuli za masomo ni nyingi katika mtaala huu wa kiumilisi, ambapo kila mtu anasaka na kukuza talanta yake. Nikianza kuzungumzia kazi ya shuleni, sitaikamilisha barua hii. Hivyo nitakusubiri uje tukutane, ili nikueleze mengi. Madhumuni yangu ya kuandika barua hii ni kukualika katika harusi ya dada yangu, Kalina. Yeye pamoja na mchumba wake wa siku nyingi wameamua kufunga ndoa. Sherehe ya harusi itakuwa siku ya Jumamosi tarehe 7 Mei 2025.
La mno ni kwamba Kalina ameniuliza kama tunaweza kumsaidia siku ya harusi kuwaelekeza wageni mahali pa kuegesha magari na pa kuketi. Nilikubali ombi lake na ndio sababu ninakuandikia barua hii kukualika. Tumeombwa kushona suti zinazofanana kwa shughuli hii. Natumaini kuwa utakubali mwaliko huu, kwani tayari fundi ameombwa kushona suti zetu. Ninaomba utakapojibu barua hii, unitumie vipimo kamili, ili tutakapofunga shule, tuzipate suti zetu zikiwa tayari. Nina hakika kuwa hii itakuwa harusi ya kukata na shoka. Bila shaka unamjua Karina alivyo mtaalamu wa mapishi. Amewaalika wataalamu wenzake kuandaa vyakula vya harusi. Kikundi cha wanamuziki chipukizi ndicho kitakachowatumbuiza wageni katika sherehe yenyewe. Nitakutumia mwaliko rasmi mtandaoni utakaojumuisha ratiba ya siku nzima pamoja na maelekezo mengine. Ninakutarajia sana rafiki yangu. Ninaomba unijibu mapema ili maandalizi yafaayo yafanyike. Nitafurahi sana kujumuika nawe siku hiyo muhimu. Ni mimi wako. Shukran sana Bi Jasmine. Jasmine ameweza kutusomea mfano wa kwanza ambao ni mwaliko uliotolewa kwa ajili ya harusi ya ndanda ya mwandishi. Aliyeandika barua ni Alan Kome na huyu ndiye mwandishi na aliyeandikiwa ni Batu, kwa rafiki mpendwa Batu. Kwa hivyo kuna jambo ambalo tumeweza kutazama hapa kwenye ule mfano. Katika haya ya kwanza tumeona vizuri sana ni salamu ambazo zimetolewa. Katika haya pili ndipo tunapata nia au lengo la kuandika barua, na pia huo ndio mwili ambao umeshikilia ule muundo ama ile barua. Kwa hivyo unaona hatunjatia sahihi kabisa, hatunjatia sahihi. Tumesema ya kwamba ni mimi wako Alan Kome. Kwa hivyo Alan Kome ndiye mwandishi wa barua ile.